We mchungaji kielele, tabia ya kuwa unaombea watu, nitakachokuja kukufanya utakuja ujutie. Umetumwa? Na muamini Mungu tu peke yake aliyeumba mbingu na ardhi, sio mtu. Mimi na imani utashindwa kwa jina la Yesu. Shoga yangu, mambo? Safi, za kwako? Safi, mzima? Nzuri. Familia? Hawajambo, shemeji na watoto? Hawajambo. Naambia rafiki yangu. Safi shoga yangu. Hivi unaonaje mambo hapa kijijini, yule mtoto wa Makonde alivyokufa? Mimi sijakielewa kifo chake. Mimi mwenyewe kwa kweli sijapenda hicho kifo, hata mimi kimeniumiza sana. Yaani wa kijiji hiki na waogopa sasa hivi, tunaogopa hadi kutuma watoto dukani kwa sababu ya hiyo. Kimtuma mtoto harudi kweli. Yaani shoga yangu, yaani kama hawajazaa. Yaani mimi natamani hiyo siku waumbuliwe. Nafsi yangu itafurahi sana. Mimi mwenyewe nitafurahi. Wamezidi sana. Sasa yule baba wa watu analia kila siku mwanae kafa. Hajauguza, unajua bora kauguza sio kufa mtoto kwa staili. Yaani bora kabisa. Yaani machungu makali sana. Kufa mtoto ghafla. Nisikie kwa mwenzio, sio ya kukuta. Yaani hamna amani kabisa. Haya shoga yangu. Ngoja nimwae shemeji yako nikampikie. Mwae shemeji shoga yangu. Haya, baadaye. Wewe ndio unayejifanya kielele kumpa mtoto watu mimba afu unaikataa. Nataka hiyo mimba uilee na uikubali. Mwenyekiti wa kijiji. Naam mkuu. Usiogope hao. Ogopa tu Mungu na wengineo. Sio wachawi. Umesikia? Ndiyo mkuu. Lakini sasa nitafanyaje ili kusudi ukinusuru kijiji changu? Maana kinateseka kweli yani. Wewe mimi nipo nitakusaidia. Nashukuru mkuu. Lakini kweli kijiji changu kinateseka kweli. Kila siku wanapotea watoto. Juzi wamepotea 3 na tena bado wamezikwa wengine. Na kijiji bado kinaendelea. Lakini kama ataisha watu, nitaongoza nani? Ila anyway, kwa kuwa nimepata nguvu, yupo Mungu wa Mponda. Na ndio naye muaminia. Na ananipa hamasa. Kwa vyovyote vile, nitahakikisha kila uchafu nimesafisha. Habari za siku mbili. Nzuri tu. Za hapa nyumbani? Nzuri, za mihangaiko. Tunamshukuru Mungu kwa kweli. Yaani siku nyingi kweli mmechoka. Ni kweli kwa sababu tunapalangana, mihangaiko ni mingi, na mimi ukizingatia wiki 2 nyuma sikuwepo. Ndio. Nilikuwa nimetoka kidogo. Nilikuwa nimeenda maeneo ya nyumbani. Mimi ndio nimekuita. Umeniita? Nimekuita, nimwambia piga simu nimuite. Ndio bibi. Sababu alivyokuja hapa aniambia kwamba kuna matatizo yametokea huko nyumbani. Sawa sawa. Na matatizo yenyewe kwamba yeye amekwambia ni mjamzito, wewe ukakataa ukamfukuza. Sasa unamfukuza kwa kusikia ni mjamzito au kulikuwa kuna shida nyingine? Mimi ndio nilikuwa nataka nijue. Kwa sababu mimi naona watu wakiwa wanaishi pamoja wanapenda wapate watoto.
alafu nyinyi mnataka kupata watoto ndio mnaanza tena kutengana. Huo utakuwa ni mji kweli usiokuwa na watoto? Ndio nikaona nikuite nije nijue labda kuna mengine amenificha huyu. Sawa sawa. Sasa bibi, kusema kweli mimi sijakataa mimba, ila kilichokuwa kinaendelea ni kwamba mimi nilikuwa na hasira kutokana na ugomvi wetu wa nyuma. Ndio. Kwa hiyo tukafikia hiyo hatua, lakini ukweli ni kwamba mimba sijaikataa, nakiri mbele yako, ila tulikuwa na ugomvi, hata yeye mwenyewe anajua. Na natumaini amekueleza kila kitu kama amekuambia, ila swala la kukataa mimba sijakataa. Na kwanza bibi, nikupe pole, maana kwa hili swala, kwa jinsi alivyokuwa amekufikishia, nadhani limekushtua sana. Ndio, ni changamoto, ni kawaida sisi wazazi. Ndio. Sawa sawa. Ndio hivyo. Sijakataa mimba, mimi huyu nampenda sana mjukuu wako. Ndio. Kama mnavyojua, na niko tayari kuishi naye kabisa. Nashukuru kama hii mimba ni ya kwangu. Siwezi kuikataa. Ndio maana hata unaambiwa kwenye vitabu vya dini, mwanamke akiwa mjamzito usimpe hata talaka, kwa sababu ile waga inategemea labda ni mimba. Hata wewe unaweza ukamchukia mwanamke. Kwa hiyo kwa kuwa mimi umeniambia hivyo, nimefurahi na nimeshukuru sana. Nitawatakia tu maisha mema, mkae vizuri, mzae watoto wema wenye maadili mema. Maisha sasa hivi ni kuvumiliana. Na wewe mjukuu wangu, acha kakiburi kako. Ana kakiburi, acha kakiburi kako wako kwa bibi. Mimi nikulea kibibi bibi, unafikiri na huyu atakulea kama mimi bibi yako? Mimi ni kwa bibi, huyu ni babu sasa hivi. Unatakiwa msikilize anavyotaka mume wako. Sio akikwambia mimi ni bibi. Unajua huyu ni mdekeza sana, ndio maana anadeka hata huko. Haka najuta sasa hivi kwamba nilimdekeza, sasa inakuwa shida. Uvumilie. Mimi na babu yako, mpaka babu yako anaenda mbele ya haki, nilivumilia mengi. Ndio maana unatuona tuko hivi, na nyinyi mvumiliane kwenye changamoto zote za maisha. Hamna maisha ambayo yanakaa binadamu bila kugombana. Lakini ukigombana kidogo nenda kwenu, ukigombana kidogo naenda nyumbani kwetu. Mimi nyumbani kwangu kama unaleta uchenzi hauji. Na mama yako nitamfuata nimwambie bwana kufukuza ili ukajenge nyumba yako. Wewe tutamgeuka kweli mbele yangu. Nasema babu mbele yako kweli kabisa. Basi hiyo itakuwa ni mambo mengine kabisa. Sitopenda yajitokeze tena eti ufike huko mimi niwe kama mjinga kukupa ushauri ukae na mwenzio alafu ubadilike. Kwa kweli nitadharau sana. Mimi sina maneno mengi zaidi ya kuwatakia maisha mema. Bibi, kuhusu hilo usijali. Ndio. Ulichokiongea nimekuelewa vizuri na nitazingatia. Sawa. Nimemuona Sarakata akiwa na debe la unga na rafiki yake Baga wanampata Dalmasiketo. Karibu. Kaa chini mama. Mama, hapa kwangu huwezi kuingia bila kuonyeshwa staili ya piano. Ushaonaga? Haya ni mambo ya burudani. Nikuonyeshe kidogo. Usione aibu lakini, sawa? Ushaonyeshwaga ile staili ya Monde anacheza kwa mganga, unazipata hizi. Sasa mama, nimekuona ukiwa mbali. Mawazo yanakupeleka. Sawa mganga. Mamangu una shida. Mamangu. Ni wewe kweli? Mimi mganga na shida. Hawataweza mbele ya mganga. Shida yangu haijua. Mama, nimekuona ukiwa mbali sana. Au unataka uone? Huyu si ni wewe ulikuwa unakuja huko? Huyu si ni wewe ulikuwa unakuja huko njiani? Au nimekosea? Mimi mganga. Si umepitia pale kwa Samu mchoma nyama?
Hujamuomba 2000? Nilimuomba. Sasa leo tena najua mama. Sasa inakuwaje? Inakuwaje unasumbuliwa na watu wadogo sana? Nasumbuliwa na watu wadogo mganga, nataka uniongeze nguvu. Naona nguvu inanipungua ili nikafanye kazi. Kuna watu wanachezea sana huko. Wanakuchezea? Na unavyojua mimi ndio mwenyekiti wa wachawi. Sasa nguvu zinaanza kupungua. Leo mchawi amekuja kuomba nguvu kwa mganga. Nataka uniongezee kwa sababu wewe nimesha kujua wewe ni hatari. Ni hatari? Hamna anayeniweza umtaa. Wadogo sana. Sasa nataka uniongezee nguvu ili nikafanye kazi. Sasa mama, unakosea kitu kikubwa sana. Kitu gani mganga, niambie? Kwa nini kitu ulichopewa unaruhusu watu wakizoee? Ile kiti nimempa tu mjukuu wangu tu. Mjukuu wako anafanya mambo ya ajabu, inafaa sikalie kile kiti. Yaani yule ndio nataka pambane kwa sababu mimi nakuwa na yeye, nitamleta hapa ili muongeze kabisa, umkamilishe. Unaona? Kwa mganga wizi. Mama, nakusaidia lakini kwa sharti hili moja. Mwambie mjukuu wako nguvu ulizompa asifanye ndio fursa ya kunyanyasa watu. Nguvu ulizompa asifanye fursa ya kunyanyasa watu. Nadhani umenielewa. Ukitoka hapa ukifika nyumbani mambo yote yatakuwa sawa. Ni kweli mganga? Mama, kwa mganga wizi akishindikani kitu, mama nenda. Wewe ukifika nyumbani hayali nguvu unazo. Sawa. Au una shaka mama? Sina shaka kabisa. Ndio maana nimekuja kwako. Mama nenda. Nilishia kwa nani? Nilimuona Saragata akiwa na debe la unga na rafiki yake Baga wakienda kwenye geto la Dalma.